Nilikuwa nazungumza na mtaalamu mmoja wa masuala ya tehama. Naam. Akaniambia kwamba ubunifu ni uharibifu. Ubunifu na kuwa uharibifu. Nilikuwa sijamuelewa, lakini mpaka nilipokutana na ripoti ya Global Risk ambayo ilitolewa na programu ya Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya mazingira. Ilikuwa inahitaja AI kama moja ya majanga 10 ambayo yataisumbua dunia katika karne inayokuja. Vipi? Na walisema kwamba AI inatumia kiwango kikubwa zaidi cha nishati. Nishati hiyo umeme au maji? Umeme. Na maana yake inachochea matumizi ya fossil fuel. Tunasema nishati chafu. Na tunajua matumizi ya nishati chafu yanachafua angahewa. Lakini pia wakasema kwamba zile data center za AI zinatumia kiwango kikubwa sana cha maji, na inatajwa kwamba kufikia mwaka 2027 AI itakuwa inatumia zaidi ya cubic meters bilioni 4.2 mpaka bilioni 6. Bilioni 4 au hapo sana litangapi? Yani kiwango hiko cha maji ni sawa kabisa na maji ambayo yanatumiwa na nchi nzima ya Denmark kwa mwaka mzima. Kwa mwaka mzima. Sasa tupo katika jamii ambayo ina changamoto za kimazingira, lakini tupo kwenye jamii ambayo mpaka leo watu wanahangaika kumtua mama ndoo kichwani. Yani maana changamoto ya maji safi ni kubwa sana katika jamii zetu nyingi. Na unaweza kufikiri labda ni Afrika tu. Hiyo hadi kwenye nchi zinazoendelea, hadi za wazungu. Mamlaka ya maji hapa ya Ujerumani mwezi uliopita ilikuwa imeelezea kwa namna gani kiwango cha upatikanaji wa maji kimeshuka katika nchi yao. Kwa maana yake ilibidi sasa wao wakati wapunguze matumizi ya maji katika maeneo fulani. Sasa maana yake ni nini? Tunakuja na teknolojia ambayo pengine mimi personally sifikiri kama binadamu tulikuwa tuna uhitaji mkubwa sana wa maroboti. Yani tulikuwa ndio artificial intelligence yenyewe. Nafikiri tulikuwa human mwenyewe ni intelligent in nature. Kwa maana yake sidhani kama tulikuwa tuna uhitaji huo wa kuhitaji akili bandia. Kwa sababu tunasema kwamba kuna kitu ambacho unakihitaji na kuna kitu ambacho unakitaka. Mahitaji ukiyakosa unaweza ukafa. Sasa hapo ukisema hivyo akili bandia, mimi kwa mtazamo wangu, kwa sababu toka imezinduliwa ilikuja kwa ajili ya kufanya replacement. Mfano mzuri tunaongelea kwenye issue ya viwanda, industrialization, baada ya ukuaji wa viwanda, baada ya vita vya pili vya dunia. Haya maroboti yalikuwa yanafanya kazi ya replacement, kwa sababu wafanyakazi walikuwa wanahitajika kipindi hicho walikuwa ni wengi, labda kuna watu wanafanya kazi ambazo haziendani na skills zao. So roboti walizintroduce kwa ajili ya kusupport. So nadhani ilikuwa ni matakwa ambayo yalikuwepo kwa wakati huo. Ndio maana nilikuwa nasemaje? Yani kuna kitu ambacho unakihitaji na kuna kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo hapo ilikuwa ni kwamba hizi roboti kuintroducewa zilikuwa zinahitajika au walikuwa wanataka tu, ni tamaa tu za binadamu. Yani unajua binadamu anahitaji chakula, anahitaji maji. Sawa. Basi. Lakini binadamu anaweza akaishi bila smartphone. Ndio. Lakini hawezi kuishi bila chakula, hawezi kuishi bila maji. Kwa maana yake binadamu mwenyewe tayari amepewa utashi tofauti na viumbe wengine. Kwa hiyo maana yake AI inapokuja kuingizwa katika maisha yetu sisi, haiji kama hitaji la lazima. Linakuja kama hitaji la ziada. Unaweza ukafanya kazi zako bila AI. Maana yake kwa sababu nini? Kama kuna sehemu unasema kwamba wanahitajika wafanyakazi kuja kureplace au nguvu kazi ya watu. Bado nafikiri ni tatizo, kwa sababu duniani tuna watu wengi tu ambao hawana ajira. Kwa maana yake tulikuwa tunahitaji innovation, ubunifu ambao ungekuja unaleta majibu ya matatizo ambayo si binadamu tuko nayo. Sapo tatizo nadhani kwa sasa hivi, kwa dunia sasa hivi, kwa sababu ukifuatilia hata online mambo ya kuna kozi imesha introducewa hata baadhi ya vyuo vyetu hapa Tanzania, inaitwa artificial intelligence. Kutokana na kwamba hiyo takwimu ambayo umeitoa kwamba huko mbeleni mahitaji ya maji yanayotumika kwenye data center za AI yatakuwa ni makubwa. Na hali ya sasa hivi unavyoiona hata mashuleni wanafunzi wanatumia AI. Kila kitu ni AI. Sijui video nini hivi na hivi, kuna namna kama AI imerahisisha hivi maisha. Sasa wewe nadhani kwa mazingira tuliyopo sasa hivi dunia yetu hii sasa ya utandawazi, njia ipi ambayo inaweza kutumika
kumanage ili tatizo ambalo wameshalianzisha wenyewe. Hapo ndo changamoto. Mimi nafikiri ujue walioleta AI walikuwa wanajua wanachokifanya. Na walileta kwa sababu maalum. Ndio. Kwa hiyo maana yake na wao ndo watu ambao wana control dunia. Na pengine kuna wakati wanaweza wakafanya vitu sio kwa ajili ya faida za watu wote, ni kwa ajili ya faida zao wao. Kwa sababu sisi tutaona kama tukubaliane kwamba hizo ni biashara za watu. Leo hii unaweza kaja na ubunifu mzuri sana ambao unatatua changamoto za kimazingira, ukaja na ubunifu mzuri sana ambao unatibu magonjwa ya watu, lakini kwa sababu ubunifu wako sio biashara yao, ni ngumu sana wao kuweza kuisupport. Nitakupa mfano. Kuna jamaa mmoja, yeye amekuja na ubunifu wa kubadilisha chupa za plastiki kuwa mafuta ya diesel. Hiyo kidogo itasaidia kwenye environment. Itasaidia, lakini haiwezi kuwa supported. Kwa sababu gani? Kwa sababu mafuta ni biashara za watu. Sasa unapotumia plastiki kugeuza zile mafuta, maana yake unataka biashara za watu zife au? Changamoto. Ubunifu ni mzuri. Lakini sio biashara yao. Kwa hiyo maana yake hii AI sisi kupambana nayo watu wa kawaida ni ngumu sana, kwa sababu ni biashara za watu. Na ninavyoona sasa hivi watu tunaenjoy kutumia AI ya bure. Kuna andiko niwahi kulisikia. Sasa hivi hii ni plani ya kutuvuta sisi wa Afrika kutoka katika lakini huko mbeleni hautoweza kuaccess AI bila kulipia. Saizi yenyewe kuna baadhi tu ya huduma ukiwa unazihitaji lazima utaambiwa kuna pro. Kwa maana yake ni biashara mwisho wa siku. Kwa hiyo nafikiri tubadilishe mentality sisi kama binadamu. Ndio. Tubadilishe mentality, tufikiri ubunifu uje kutibu matatizo ambayo tuko nayo. Kama ubunifu unakuja kwa ajili ya kuongeza thamani, ni vyema ukafanyiwa tathmini ya kina ili huo ubunifu usije kaongeza matatizo mapya au ukatafuta ukatanua tatizo ambalo tayari lipo kwenye mazingira. Yaani tuko nalo duniani. Mpaka sasa tunapambana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Unaleta teknolojia au unaleta AI ambayo inaenda tena kuchochea kasi ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kumbe ilibidi ulete teknolojia ambayo ingetupunguzia tatizo au teknolojia ambayo ingetupa namna mpya ya kuishi bila kutuletea tatizo. Hiyo tuna changamoto. Yes. Kwa hiyo natamani kila mtu akatumie AI kwa tija. Usije ukaitumia tu AI kwa ajili ya kujifurahisha. Ina athari kubwa sana kwenye mazingira. Na inabidi tubadilishe mtazamo namna ambavyo sisi tunatazama. Sio kila ubunifu una sifa ya kuitwa ubunifu. Mimi ni Castor Kayombo kutoka Maarifa Creatives. Langu jina ni Kobe the Storyteller.